Tukio hilo limetokea usiku wa Juni 10 majira ya saa 3 usiku ambapo moto mkubwa ulizuka na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali. Kwa mujibu wa kamanda wa jeshi la zimamoto mkoa wa Geita, Hamis Dawa, amesema moto huu umeathiri jumla ya maduka 17 ya wafanyabiashara katika eneo hilo. Jeshi la zimamoto na wakati tulipata taarifa saa 3:34 usiku. Lakini moto unaonekana umeanza mapema kwenye saa 2 kasoro. Kwa hiyo walioathirika ni vibanda 17, lakini vibanda ndani ya kibanda yake nyuma yake kulikuwa na store. Kwa hiyo zimeathirika mali za store pamoja na vibanda hivyo 17. Lakini tunashukuru hakuna majeruhi. Meleza kuwa juhudi za kuzima moto zilifanyika mara baada ya taarifa kupokelewa, ingawa ziliasiliwa na ucheleweshaji wa taarifa za awali. Ila taarifa ilichelewa kwetu kama jeshi la zimamoto na uokoaji, na wasihi sana watoe taarifa mapema. Kwa sababu kutoka mjini kuja hapa ni karibia kilomita 40. Kwa hiyo hapa hatuna kituo cha jeshi la zimamoto na uokoaji. Kamanda Dawa amesema chanzo cha moto huo bado kinachunguzwa huku tathmini ya madhara ikiendelea kufanyika. Kwa taarifa za awali chanzo mpaka sasa hivi hatujakibaini. Kwa hiyo askari wako kazini wanaendelea kutafuta chanzo cha tukio ili tujue ni nini, lakini nimeanzia hapo kwenye maeneo ya kona na kuelekea kule kwenye maduka yale. Kwa hiyo chanzo manake tutaeleza baadaye. Kwa hiyo tunaendelea kuzungumza na wafanyabiashara tujue ukubwa wa hasara ya mali ambayo wameipata kulingana na bidhaa zao, tukishirikiana na mtendaji wa hapa pamoja na athari ya hayo majengo. Moto huu umetajwa kuwa ni moja ya mikasa mikubwa kuwahi kutokea katika eneo hilo kwa mwaka huu na umeacha athari kubwa kwa wafanyabiashara waliopoteza mali zao. Ni kwa bahati mbaya maeneo mengi ya wafanyabiashara kwa washafunga. Sasa moto ulikuwa na waka kwa ndani kule, lakini baada ya kufuatilia kwamba kuna bwana mmoja alikuwa anafanya uchomeleaji wa mageti. Sasa nafikiri hisia za watu kwamba inawezekana ule uchomeleaji uliosababisha shoti ambao ilipelekea ndani mle kaanza kuwaka moto na tayari duka lilikuwa lishafungwa pale. Mali yangu ina thamani ya milioni 30, lakini katika milioni 30 kuna milioni 15 ambayo nilikuwa nimekopeshwa na CRDB mwezi wa 12, ambayo nilikuwa ninarejesha kila mwezi milioni 1.4 na CRDB pia wana hiyo taarifa. Ndio. Kwa hiyo mtaji wangu mimi ulikuwa ni milioni 30 ikiwemo na mkopo wa benki. Kutoka Geita, Emmanuel Ibrahim, na hii ni Clouds TV.